narudia kusema neno hili kwa msisitizo wa Roho Mtakatifu ya kwamba angalia, usingekuwa miongoni mwao wao ambao watakao kuja kutupwa katika jehanamu ya moto, wakaanza kulia, wakaanza kuomboleza ya kwamba ya Bwana ulipa nafasi nyingine. Wanalia, wengine wako kuzimu wanalia, wanasema kumbe elimu ilidanganya, kumbe uzuri wa dunia, urembo ulidanganya, ulinidanganya. Nisikiliza vizuri, pengine yakini jinsi ulivyo umbile lako linakushawishi. Sikiliza, umbile lako linakushawishi na kudanganya. Unapoangalia kwenye kioo unaona kana kwamba umeumbika. Nisikilize vizuri, walikuwa kwa watu waliokuwa wameumbika vizuri, lakini saa kifo kilipofika walijikuta wanakufa, na hawakuwa na option, hawakuwa na chaguzi, hawakuwa na chaguo moja kwamba nife au niache. Na walipokufa tu wakajikuta wasimama mbele za kiti cha kuona, wanaenda moja kwa moja kuzimu, wakahukumiwa kwenda upande wa kilio wa maangamizi. Lakini hata hivyo walisikia injili hivi. Kuna watu wamekafariki jana, kuna watu wafariki siku hii, kuna watu wafariki juzi, na wengi wao walisikia injili. Yesu alituma ni wajumbe juu yao waseme kwa habari ya dhambi yao, kwa habari ya mambo yao, ili wapate kutengeneza, lakini walipuuzwa, walijikuta wamekufa. Nisikilize vizuri, Bwana Yesu ni mwaminifu sana. Mungu ni mwaminifu. Yeyote unayemwona amefariki chini ya jua hapa, chini ya jua, uwe na hakika wengi Mungu anazungumza nao, wengi Mungu amesema nao, lakini hawakuchukulia maanani, hawakutilia maanani, walipuuza wakana lao, wakadhani kama ni mchezo, wakasalimu. Nisikilize vizuri, dada yangu, kijana mwenzangu, dunia, achana dunia, achana vitu vyote.